full of the grace and truth. Wakati ambapo Yesu Kristo alipokuwa akiyapitia hayo yote, we have to eat word of God every day. Tunamuona sasa kila siku. Word become fresh. Kile ambacho kilikuwa mwili. If you love Jesus, ukimpenda Yesu, if you like to follow Jesus, kama ukimfuata Yesu, the flesh of Jesus, which is word of God, become your flesh. Utakatifu wa Yesu unakuwa sasa kwa mwili wako. Amen. Not his flesh, not others' flesh, your flesh. Sio mwili wa mtu mwingine, sio mwili wa kitu chochote, mwili wake Kristo kwako wewe. Amen. Man cannot live bread alone. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu. But the word of God proceeds from the God. Lakini kwa neno la Mungu. We have to eat every day. Tunastahili kukula neno la Mungu kila siku. Amen. Jesus said, if you don't eat my body, you don't have life. Yesu akasema, bila mimi hamuna uhai tena. Even though you pray 10 hours, you fast 40 days, if you don't eat his flesh every day, you cannot survive. Kama hamutaweza kukula kila siku, na kukula huku ambako mnastahili kukula ni neno la Mungu kila siku, hamutakuwa hai tena kiroho. Amen. You have eat the word of God every day. Mnastahili kukula neno la Mungu kila siku. Amen. And the word become your flesh. Na neno linakuwa mwili wako. Amen. When the word of God become your flesh, na neno la Mungu linakupa pumzi, linakupa uhai. You will think like Yeshua. Think like Yeshua. Mtakuwa mkifikiria kama Yesu, mkiwa na mawazo kama Yesu. You act like Yeshua. Mtakuwa mkifanya kama Yesu. You love like Yeshua. Unacheka kama Yesu. You forgive like Yeshua. Unasamehe kama Yesu. You make disciple like Yeshua. Unakuwa mwanafunzi kama Yesu. You will preach like Yeshua. Unahubiri kama Yesu. Amen. Amen. Without word of God, bila neno la Mungu, you will think like you're greed. Utakuwa kama mtu ambaye utawasha kama mtu ambaye hayuko. You act like you're lost. Unakuwa kama mtu ambaye umepotea. You will believe Yeshua for your benefit. Utamuita Yesu kwa ajili ya msaada wako mwenyewe kibinafsi. You will serve Yeshua for your benefit. Utamtafuta Yesu kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe. Amen. You will pray for your greed. Utaomba kwa ajili ya maisha yako. You will even fasting for your desire. Utakuwa ukimuita kwa ajili ya matazamio yako. So devil will play with you. Kwa hivyo wacha tusingatie neno la Mungu. Because you don't have a word of God. Kwa sababu bila neno la Mungu, because you don't have life, hatuna maisha tena. Jesus said, if you don't eat my body, Yesu akasema, iwapo hautakula mwili wangu, you don't have life. Hauna uzima tena. You don't have life. Hauna uzima tena. So would you read the Bible? Kama ukisoma Biblia, would you? Unasoma? Every day? Unasoma kila siku? You have to eat every day. Unasoma kila siku? How many times you eat your meal? Ni mara ngapi unakula chakula chako? A day. Kwa siku? 3 times. Mara 2, mara 3. If you don't eat your meal, what's going to happen?
Kama hutakula chakula ni nini kitatokea katika maisha yako? You are going to die, right? Si utakufa? If you don't eat spiritual food, spiritual meal, your spirit will die. Kama hutakula chakula, hakika ni kwamba utakufa. Na hivyo hivyo, usipokula neno la Mungu, utafakari neno la Mungu, nawe pia utakufa kiroho. You have to eat flesh of Yeshua every day. Unastahili kula mwili wa Kristo kila siku. The word of God, neno la Mungu, it moving word. Moving word. Linatembea sawa sawa. Acting word. Linatembea sawa sawa. It's alive. Lina uhai. You will have fresh life. Muna uhai mtakatifu. So word will take a look the Bible. Kwa hivyo tuangalie katika Biblia Through you. kwa manufaa yetu. Because word become your flesh. Kwa ajili neno linakuwa uhai wetu. They will read the Bible. Kama ukisoma Biblia Through you. ni kwa ajili yako, ndio wewe. They will know Jesus Christ through you. Ukijua neno la Mungu ni kupitia kwako. Because his body become my flesh. Kwa ajili mwili wake ulikuwa tena uhai wangu. Would you read the Bible? Kama ukisoma Biblia, it's the best invest for your life. The Bible, even though you skip the meal, you should have Bible. hata kama ukikosa kukula chakula cha mchana, lakini usikose kukula neno la Mungu. Each one of you. Kila mmoja wetu. You know, when I was in America, wakati ambapo nilipokuwa pale Marekani, I start the glazing business. Nilianza biashara. It was in 1982. Ilikuwa 1982. God really blessed me at that time. Naye Mungu akaniambia wakati huo. So my business was close. Biashara yangu ilikuwa chini. And when I read the Bible, na niliposoma Biblia, the word of God hit me. na neno la Mungu likaniinua. Man cannot live alone bread. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Man should live the word of God proceed from the mouth of God. Bali ataishi kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. So at that time, I had 5 different trucks to send out in the morning. Nilikuwa na biashara duka 5. Nilikuwa mpaka nihudumie kila siku. I was so busy. Nilikuwa mtu niko busy kila wakati. So I always read the Bible first in the morning. Kwa hivyo ilikuwa ni mpaka nisome Biblia asubuhi, and then eat breakfast, and then start the work. Ndio ni kunywe breakfast. But I have to send the 5 different trucks. So I was so busy. And nilikuwa ni mtu ambaye niko busy sana kwa ajili nilikuwa na biashara mingi. So I couldn't do it both of them together. Kwa hivyo singeweza kufanya mambo haya yote kwa pamoja. Eating breakfast and then read the Bible. Singeweza kutumia chakula changu cha asubuhi na nikisoma Biblia. So I made up my mind. Kwa hivyo nikapiga hesabu yangu. I'm going to skip one. Nitaruka kitu kimoja. So I decided I will skip my breakfast. Kwa hivyo nikaamua nitawachana na chakula changu cha asubuhi. So I read the Bible first. Ninasoma Biblia kwanza. And then I start the work. Ndio naanza mambo mengine. For how many years you think? Kwa miaka ngapi unaona? Kuanzia kutoka ule mwaka wa 1982. For 30 years. Kwa miaka 30 sasa. Amen.
I skipped the breakfast for 30 years. Nikaruka breakfast yangu kwa ajili ya neno la Mungu. I lived with 2 meals a day. Niliishi kwa chakula 2 kwa siku. But it is enough for me. Lakini ilikuwa inanitosha. Now, I'm eating breakfast because I'm getting old. Sasa natumia chakula changu cha asubuhi kwa ajili naelekea kuzeeka. I'm already almost 67 years old. 67. Amefika miaka sasa hivi miaka 67. I need energy. Anahitaji nguvu. For my flesh too. Kwa mwili wake pia. Amen. So I'm eating breakfast. But for 30 years, which means I had 10 years fasting. Lakini kwa miaka 30 unaona kwamba alikuwa na muda mwingi wa kumtafuta Mungu. Amen. Maybe some of those skip the meal because you are poor. Labda hauwezi wewe ukaruka chakula kwa maana wewe ni But maskini. if you have to skip your meal, don't just skip the meal. Proclaim fasting. Father God, I'm fasting. Lakini badala ya kuruka chakula chako cha kukula, unaweza kujiandalia, kujitayarishia, uweke na hata kufunga. Instead of just fasting, I will eat spiritual food, your word of God. Najua kwamba nitaruka hiki na hivi, nitafanya kwa ajili Mungu wewe ndio uko mbele. The word will become your flesh. Neno litaanza kuwa uhai wako. Then you'll be the light of the world, the salt of the world. Na utakuwa ni mwanga wa dunia, mwanga wa maisha yako. You'll be the letter of Christ, letter of Christ. Utakuwa sasa ni mwili wake Kristo. Amen. For fragrance of Yeshua. Fragrance. Smell. Good smell. Ukikula Yesu, Yeshua. yeah. Yes. You'll be the ambassador of Yeshua. Utakuwa ni ambassador wa Yesu. Utakuwa ni mjumbe wa Yesu. Amen. You'll be a real disciple of Yeshua. Utakuwa ni mjumbe wa Yesu wa kumtangaza Yesu. Amen. Would you promise me? Kama utaniahidi, You read the Bible. utasoma Biblia. I know you are very passionate for prayer time. Ninajua kwamba ni watu wazuri mko kwa ajili ya kuomba. Prayer is like breathing. Breathing. Kuomba ni kama kuvuta pumzi. You have to breathe. Unastahili kuvuta pumzi ndiposa uishi. But also you have to eat. Lakini pia vile vile unastahili kukula. Then you will have a strong body. Sound body. Pardon? If you bleed a lot, if you eat a spiritual food a lot, you will have a strong body. Sound body. Kama utakula sana, utakuwa na mwili mwenye nguvu. So, it is inevitable, the best invest for your life to buy the Bible. Ni kwamba katika maisha yako uweke usome Biblia. If you skip the one meal, how much you can save? Kama utaruka chakula kimoja, ni mangapi utaweza kuwa umefaidika nayo? Maybe 10 shilling? I mean, 10 shilling? Yeah. What the currency of Kenya? Lakini anamaanisha kwamba iwapo utaruka chakula kimoja, ndiposa ule neno la Mungu, ni mambo mangapi utakuwa umefaulu katika maisha? How much is it, one book of the Bible in Kenya? Ni pesa ngapi Biblia inauzwa moja? How much is it? 700 bob. 700? There is one of 700, there is one of 2,000, there is one of 50, depending. Okay. 700. Let's say 1,000. There is 1,000. Okay. Yeah. 1,000. If you skip the one meal, you can save 1 shilling, right? Kama unaweza ruka chakula kimoja chako cha kukula, unaweza kuwa umejiwekea shilingi moja akiba. Have 100 times fasting. Skip the meal once a day. Panga wakati wako, uruke chakula kimoja kwa siku. You will have precious word of God in your hand. You will eat.
utakuwa na neno la Mungu mikononi mwako. Pressure of Yeshua every day. Utakuwa ukimsoma na kumkura Yesu kila siku. I'm guaranteed it's going to be Amen. the best. Pigeni Bwana makofi. Amen. It's going to be the best invest in your life. Itakuwa ni kitu kizuri katika maisha yako. Amen. Would you invest it? If you don't have Bible, kama huna Biblia, raise your hand. Inua mkono juu. Kama huna Biblia, inua mkono juu. Bless you. Bless you. Bless you. Mebarikiwa. Mebarikiwa. Bless you. Mebarikiwa. Bless you. Barikiwa. Bless you. Mebarikiwa. Bless you. Mebarikiwa. Bless you. Anawabariki. Amen. Yeah. It's going to be the best investment for your life. Itakuwa ni jambo zuri katika maisha yako. So we have to eat word of God every day, which is body of Christ every day. Kwa maana tunastahili kukula neno la Mungu kila siku, kila wakati. Make it word of God become your flesh. Fanya neno la Mungu liwe ndilo pumzi yako na uhai wako. And next feast is the day of offering of a sheep of the first fruit. Na itakuwa ni kwamba ilikuwa wakati wa matoleo, wakati walipokuwa wakifanya matoleo. Hebrew saying ha bikrim, ha bikrim, which reveals resurrection of Yeshua Mashiach. Inayomaanisha wakati wa kufukua kwake Kristo Yesu. On that day, they have to collect first fruit of grain or whatever, and then lift it up and wave offering. Wakati huo uliokuwa wakati wa matoleo, wakati walipokuwa wamevuna, wakati walikuwa wakifanya matoleo, ndio inaonyesha kufufuka kwake Yesu Kristo alipofufuka. Wakati wamepandwa Yesu Kristo kutoka kwa kifo chake hadi akasulubishwa msalabani hadi akafufuka. Hii inamaanisha ni wakati ambapo umepanda mimea na wakati wa kuvuna, wakati wa mavuno yako ya kwanza alipokuwa akiwa mnafanya matoleo. Hiyo ndio inayowakilisha kufufuka kwake Kristo. Amen. So, raise up the resurrection of Jesus Christ. He was lifted up on high. Kufufuka kwake Kristo, aliinuliwa juu. He was ascended to God. Akapaa juu mbinguni. So he revealed, lifted up and waving, revealed the resurrection of Jesus Christ, Yeshua Mashiach. Kwa hivyo matoleo yale yanaonyesha kufufuka kwake Kristo na kupaa mbinguni. Which is, amen, actually, which is on Sunday. Ambayo kwa hakika ni Jumapili. Right after Shabbat, Jesus resurrected next day was Sunday. Wakati wa Jumamosi Yesu Kristo alifufuka, na wakati alipofufuka ilikuwa ni siku ya Jumapili. So I honor day of Shabbat, but I also keep Sunday for the resurrection of Jesus Christ. Nami pia naiweka na kuichunga Sabato yangu ikiwa ni siku ya Jumapili kwa ajili ya kufufuka kwake Kristo. Amen. You know, all the feast of Jew, feast of the Lord include Sunday, Resurrection Day. The feast of unleavened bread, Passover, and the feast of unleavened bread, and the first day of the first fruit. Not Jesus become our first fruit. Kwa hivyo anamaanisha kwamba Pasaka hizi zote walizokuwa wakizifanya za mkate usiotiwa chachu, wakati wa kufanya matoleo yale mazao ya kwanza, mambo haya yote yanawakilisha kufufuka kwake Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. So that feast includes Sunday. Hiyo inajumuisha Jumapili. And Shavuot is fifth day from the Passover, which means Sunday, Resurrection Day. Siku ile ya Pasaka sasa kumaanisha ya kwamba Pasaka ambayo ilikuwa ni mwili wa Kristo Yesu alipofufuka
ikiwa ni siku ya Jumapili. Amen. And Feast of Tabernacle include Resurrection Day, Sunday, which is Sunday. Pasaka ile ya Tabernacle ilikuwa ni siku ya kufufuka kwa Kristo ambayo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Feast of the Lord already includes the Sunday Resurrection Day, revealed resurrection of Jesus Christ. Pasaka hiyo sasa inawakilisha, inaonyesha siku ya kufufuka Kristo ambayo ni Jumapili. Amen. Amen. 1 Corinthians 15:20 said, Wakorintho wa kwanza, but now Christ is risen from the dead and had become the first fruit of those who have fallen asleep. na maandiko haya matakatifu yanasema kwamba na sasa Yesu Kristo amefufuliwa kutoka wafu, amekuwa ndiye sadaka ya kwanza. Amen. So like you do have a baptism ceremony, right? Baptism. Kama vile mnavyofanya wakati wa baptizo. Immerse to the water and come out from the water. Nawekwa ndani ya maji na kutolewa ndani ya maji. You do baptism ceremony? Yes, we do. Yeah. When you immerse into the water, wakati unapoingishwa kwenye maji, that means you're gonna die. Inamaanisha kwamba umekufa with Jesus. Na Kristo. And when you come out from the water, na unapotolewa chini ya maji umekuwa mpya ndani ya Kristo. Amen. That means you are resurrected with Jesus. Inamaanisha kwamba umefufuliwa na Kristo. Amen. So you have to die with Jesus, live with Jesus. Kwa hivyo unastahili kufa na Kristo na kufufuka na Kristo. Amen. Galatians 2:20 said, Wagalatia 2:26, we died with Jesus, tunakufa na Kristo, we alive with Jesus. Tunafufuka na Kristo. Amen. We have to die for our sin, and then we have to live above his righteousness. Tunastahili kufa katika dhambi zetu na kufufuliwa katika Ukristo na katika utakatifu. Amen. So we can give living sacrifice to God. Tunastahili kuishi tukijitolea katika Kristo. Paul said, Romans 12:1-2. Warumi 12:1-2. 12:1-2. Give your body for living sacrifice. Uishi kama dhabihu iliyo bora. All the sacrifice have to die. Dhabihu bora ni ipi? Shariti ufi. But Paul said, give to God yourself with living sacrifice. Living. Unakufa katika dhambi, unaishi katika Kristo. Which means, inamaanisha give your life itself for the glory of God, for the kingdom of God, the gospel of God. Ni kwamba mpaka uishi katika neno la Mungu, katika injili takatifu ya Mungu. We are excuse me. We have the raining, and so they cannot. They cannot listen. I mean, they cannot have lunch.
kiumbe kipya. You cannot worship God. You cannot serve God with your old nature, with your Hawezi person. kumwabudu Mungu, hawezi kuenda mbele za Mungu ukiwa ni yule mtu wa zamani mwenye dhambi. You have to nail on your old nature every day. Unastahili kufa katika dhambi kila siku. Nail on. Nail on. Amen. Kugongelewa msalabani ni kuacha dhambi zako siku baada ya siku. How do you nail on? Ni wangapi wamesikia? Repent it. Repent it. Ungama dhambi zako. Amen. Then you will nail on. Confess your sin. Kuungama ni kutupu dhambi zako siku baada ya siku. Kukumbuka msumari ule Yesu Kristo aliyogongelewa msalabani. Amen. Ask blood of Jesus. Damu ya Yesu. It will cleanse you. Itamaliza kiu yako. Apostle Paul said, I'm dying every day. Mtume Paulo anasema ya kwamba nakufa kila siku. I'm living every day. Ninaishi kila siku. Dying and living. Kufa na kuishi. Kufa na kuishi. Kumaanisha ya kwamba kutupu dhambi siku baada ya siku. Kuungama dhambi zako. Amen. You have to live every day with new life. Unastahili kuishi kila siku na maisha mapya ndani ya Kristo. Day by day, siku baada ya siku, you have to have an image of Christ. Unastahili kuwa na mfano wa Kristo. You have to be like Jesus. Unastahili kuwa kama Kristo. Amen. Amen. You have to grow. Unastahili kumea. You know, someone, since he believed Jesus for 40 years, but they are still baby. So still they have a diaper. You know? Kwa miaka 40 tayari Yesu Kristo alikuwa akiteseka kwa ajili yako. He never served the God. He never preached the gospel. Hakuhubiri injili. He always doing same thing, like worshiping God, praising God at the synagogue. Alikuwa kila siku akimwabudu Mungu katika sinagogi, at the church, katika kanisa, same as usual, same as like baby, every day. Alikuwa kama mtoto kila siku. Nawe pia ukiwa kanisani kila siku ukimwabudu Mungu kila siku, unazidi kuwa kama mtoto kila siku ndani ya Kristo. Keep on doing same thing. Uendelee kufanya hivyo vile ambavyo alivyokuwa akifanya. Like crying baby. Kama mtoto mdogo. Give this, give health, give money, give bless, give me. Kila saa mtoto anahitaji, unamhitaji Kristo pia katika maisha yako siku baada ya siku. Mother have to take care of him all the time. Mama mpaka amshughulikie mtoto kila wakati, kila mara mtoto anahitaji. Amen. He never take off his diaper. Hawezi choka na yeye. When you grow up, unapokuwa mkubwa, you have to marry with someone. You have to conceive the baby. Unaweza kuwa tena you have to bear the baby. Unaweza kuwa umepata you have mtoto. To reproduce the life. Unastahili kuendelesha maisha. Life character is moving. Maisha bado yanaendelea. Growing and reproducing. Maisha yanaendelea na yanaendelea kwa kuzaa kunaendelea. Life. You have to grow. Unastahili kumea. Kukua. To the image of Christ. Kwa mfano wake Kristo. You have to preach the gospel. Unastahili kutangaza injili. You have to save the lost soul. Unastahili kutangaza neno la Mungu. Which means reproduce the life. Inamaanisha ya kwamba uweze kuwa kwamba unazaa maisha. You know, you you are light of the world. So do they have like a candle?
Do they have a candle? Muko na mshumaa? Kenya? Mshumaa, yes, we have. You have? Si mnajua mshumaa? They know. Okay. Yeah. Let's say there are 10 of a candle. Mshumaa, wacha tuseme sasa mshumaa kwa mfano. Or 20 of a candle. Tuwashe hiyo mshumaa. If you have light, kama ukiwa na mwanga, you can light on uwashe huo mshumaa. 10 candle. If you have a light, kama uko na mwanga wa kuwasha ile mshumaa, utawasha ile mshumaa. Light of light, you can light on 20 candle. Sasa kuwasha huo mshumaa ni kumaanisha kwamba wakati uko na mwanga ni wakati uko na Kristo, utakuwa ukiangaza. Amen. Amen. You don't lose your life. You will increase, you will multiply. Mutaendelesha mwili wake Kristo. Amen. Kama mwanga, mkiwa na mwanga ndani mwenu ambaye ni Kristo. If you have real light of life, kama muko na mwanga wa uhai ambao ni Kristo. Amen. Preach the gospel. Tangaza injili. Evangelize them. Get the lost soul to the God. Tangaza neno la Mungu. Preach the gospel. Tangaza injili. Bring them to God's embrace. Wekana katika vikundi. God is waiting for lost souls. Kwa ajili ya Kristo. So God is expecting you, one of you each. Bring the lost people to God. Nyinyi kila mmoja wenu leteni watu kwake Kristo. Mungu anawazungumzia ninyi kwa ninyi. If you have a life, you have to move. Kama utakuwa na uhai, ni sharti utembee. You have to grow up. Unastahili kuwa. You have to multiply. Unastahili kuongezeka. Be fruitful. Unakuwa ni mtu ambaye unazaa. Matunda yanaonekana. Multiply. Unaongezeka. Fill the earth. Fill the earth. Unaendelesha. It's God's first commandment. Mpaka unakuwa katika ule ukuu wa Mungu. It's same as Jesus' last commission. Pardon. Jesus' commission, last commission. Hiyo ndio Yesu Kristo aliyotupa katika ardhi, katika dunia hii. Go make disciples. Enda mfanye watu wakawe wanafunzi wangu. Preach it all over the world. Wote walishe neno langu. Be witness, my witness. Kuwa ndio shahidi wangu. Muwe shahidi wangu. To the end of the world. Hadi misho ya dunia. To the end of the age. Hadi misho ya miaka. That Yeshua's last commission for us. Hiyo ndio Yesu Kristo aliyotuwekea taji katika maisha yetu. Tufanye, tutangaze neno lake. Amen. Amen. So you have to have living life resurrected with Jesus Christ. Every day you have to nail on your sin and live with Jesus. Kwa hivyo katika maisha ulio nayo, kila siku baada ya siku unakufa ukifufuka na Kristo, akitundikwa na misumari pale katika msalabani. Unafufuka siku baada ya siku ukiwa mfano wake Kristo. Amen. Amen. Light of life, in other words, light of Yeshua. The real light is one. Yeshua, Jesus, is the only light. Maisha yetu ambayo tulionayo ya kwanza ni kwamba tuishi maisha ambayo ni ya Yeshua, ya Yesu Kristo. But real light comes in our heart. We can reflect his light. Kama Yesu Kristo ataangaza katika roho zetu, hivyo basi tutaadhimisha maisha ama mfano wake Kristo. So you have to have a real life, which means resurrection life with Jesus Christ. Inamaanisha kwamba maisha yale ya kufufuliwa tena ndani ya Kristo na kuwa pamoja na Kristo. You got to show them you have real life, eternal life. Utaonyesha kwamba hakika unao maisha ambayo ni ya uzima wa milele. To all the world. Kwa maisha yote ya dunia.
light on with your candle, light on your candle, light on your candle. utaendelesha tu kuonyesha kwamba unayo maisha tena ndani ya Kristo. Would you preach the gospel? Utaitangaza injili? Yes. Amen. And next week is the day of Pentecost, Shavuot. Jambo lingine ni siku ya Pentekoste. It revealed coming of Jesus Christ as another helper and counselor. Ni kurudi kwake Yesu Kristo. I'm just sample to show them. Okay, there are Greek. There are two different another. Kuna mambo mawili tofauti. Heteros another, allos another. According to Greek, there is another word of another. Kulingana na Kigiriki, Allos another and heteros another. Allos another. Kufufuliwa tena. And heteros another. You know, in the Bible, katika Biblia, Jesus said, I will send another helper, another counselor. That another means like water, bottle of water. Another glass. Kwa hivyo Yesu Kristo anazungumzia mambo mawili ya kwamba tofauti. Anazungumzia kwamba kuna maji na pia kuna specs hizo unaona. This is heteros another. Hiyo ndio heteros. But there is a bottle of water and another bottle of water. Na pia mfano mwingine wa maji. Exactly same as this bottle. When Yeshua said another helper, means same bottle of water, another. Wakati Yesu Kristo alipokuwa akitoa mifano miwili ya maji, alikuwa akionyesha maji. So Holy Spirit is doing exactly same as Yeshua, Jesus. Kwa hivyo hii ni kumaanisha alikuwa akimaanisha maji, akifananisha mifano ya Roho Mtakatifu, ikumaanisha Yesu Kristo. Amen. He is Spirit of truth. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Yesu Kristo akasema ya kwamba mimi ndiyo njia, ukweli na uzima. Holy Spirit is Spirit of peace. Yeshua, Jesus, is Lord of peace. Yesu Kristo ni Bwana wa amani. The Holy Spirit, He will reveal glory, not His glory, Holy Spirit's glory, or Jesus' glory. Roho Mtakatifu ilikuwa ikiashiria Yesu Kristo mwenyewe. Amen. He will be a witness of Yeshua, Jesus Christ. Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuwa shahidi wake Yesu Kristo. Not for himself, Holy Spirit. Yeye mwenyewe akiwa Roho Mtakatifu. When the Holy Spirit come down, wakati Roho Mtakatifu anaposhuka, you keep the power and you have power and you be my witnesses. Kupitia kwa Roho Mtakatifu yule atakaposhuka, mtakuwa na nguvu. When Holy Spirit come down, wakati Roho Mtakatifu anaposhuka chini, not the witness of Holy Spirit, anakuwa ndiye shahidi. Not just unknown tongue, I'm doing tongue. Witness of Yeshua. Inamaanisha Roho Mtakatifu inamaanisha Yesu Kristo. Amen. The Tikkun Africa has a Bible verse
4:31. 4:31. When they prayed, the place was shaken. But not even shaken, it not finished that. They preach the word of God. They speak the word of God with boldness. Walipokuwa katika kuomba, kukawa na mtetemeko na wakaongea neno la Mungu kwa ujasiri kupitia kwa Roho Mtakatifu. Amen. So Holy Spirit come down. Roho Mtakatifu anashuka chini For to being witnesses of Yeshua, Jesus Christ. Ili kwamba ikawa shahidi wake Kristo Yesu. To speak boldly. Ikaonyesha ikatufanya tukaongee kwa ushujaa. Even though you be killed. Hata kama utauliwa. The witnesses. The Greek original word is martyr. Martyr. Na Kigiriki, kwa jina la Kigiriki, martyr. Marita. No. That is to be killed. Be killed. Yeah. Kuuliwa. At that time, preach the gospel means kutangaza injili inamaanisha you can be died by lion. Unaweza kuuawa na simba. You can be died on the cross. Unaweza kusulubishwa msalabani. Okay, even you can be died with fire. Unaweza kuuliwa njia yoyote. Yaani inamaanisha wakati Roho Mtakatifu anaposhuka kuingia ndani mwako, anakupa nguvu za kuweza kulitangaza neno lake Mwenyezi Mungu kwa ushujaa. Ni kumaanisha kuna mambo utakayokutana nayo, labda uwawe na simba na vitu zote, kuna mambo mengi atakayokupata. Amen. So many people, faithful people, servants of God, be killed because of witnessing. Kwa hivyo kuna watu wengine wengi ambao wanauliwa kwa ajili ya ushahidi, kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu. Amen. But they have boldness. Lakini wako na ushujaa. Even though I die, I didn't deny Yeshua. Hata kama nikifa sijakufa, niko na Kristo. If I die, I go to heaven right away. Kwa nini? Nitaenda mbinguni direct. They have confidence of salvation. They have confidence of salvation. Huyo ndio kitambulisho cha wokovu cha imani. Either die or live, it doesn't matter to them. Hata nikifa niishi, naishi ndani ya Kristo. If I die, I'll go to heaven right away. Nikifa nitaenda mbinguni moja kwa moja. Amen. So they preach the gospel boldly. Kwa hivyo unatangaza injili ukiwa na ushujaa ya kwamba hauogopi chochote. With boldness. Ukiwa na ushujaa. Amen. When the Spirit comes, wakati Roho Mtakatifu anapokushukia, you'll be my witness. Unakuwa mwenye nguvu tena. Even though I die, hata kama ukifa, I won't deny Yeshua. Sitaweza kumkataa Yeshua. I confess Yeshua. Ninamungama Yesu Kristo, namkiri Yesu Kristo. Either I die or not, kwa maisha yangu. Doesn't matter. You know, Apostle Paul rather like to die. Unajua mtume Paulo yeye alikuwa tayari kwa kifo kwa chochote. He wanted to see Yeshua. Alikuwa anataka afe amuone Kristo. Sooner the better for him. If he died, kwa hivyo ilikuwa ni jambo zuri kwake Paulo, he will see Yeshua, Jesus, soon. Alikuwa na uhakika ya kwamba hata kama akifa atamuona Yesu Kristo. Amen. If he live longer on the earth, he will preach the gospel. Kama nitaishi sana katika dunia hii, kama iwapo ni katika kuishi katika mwili, nitaishi nikitangaza neno la Mungu. Either die or live, it would not matter to him. Kama nitakufa, nitaenda mbinguni. What about you? Na nyinyi je? Would you preach the gospel? Utatangaza injili? Praise the Lord. Even though you have persecution, I know many Jewish people persecuted by other religion, by secular people. Najua watu wengine wako katika madhehebu mengine. God, you are not belong to this world. You are belong to heaven.
Wewe ni mtu ambaye haujihusishi katika dhehebu, bali wewe ni mtu ambaye ufalme wako ama mahali pako pa enzi ni mbinguni. You are heavenly people. Yeye ni watu wa mbinguni, si wa madhehebu. Amen. My eternal hometown is in heaven. Kwa hivyo nyumba yako iko katika mbinguni. I live my father with him forever. Nitaishi na baba yangu mbinguni milele na milele. Amen. As soon as I die, I'll see my father right away. Punde si punde nitamuona baba yangu mbinguni. I see the Yeshua, Jesus Christ, right away. Nitamuona Yesu Kristo. You love Jesus? Nampenda Yesu? You want to see Jesus face to face? Unataka kumuona Yesu macho kwa macho? Either die or not, it doesn't matter to me. This work did not belong to me. Hainijalishi kuishi katika dunia hii. I belong to God. Mimi ni wake Kristo mbinguni. Amen. I belong to heaven. Mimi ni wa mbinguni. The eternal life is waiting for me. Uzima wa milele unanitegemea. My father, which is your father, is waiting for you. Babako, mamako ama wewe ni juu yako, inakutegemea wewe. So preach the gospel until you die. Tangaza injili hadi mwisho wako wa dunia hii. Until you live on this earth, kama vile unavyoishi, preach the gospel. Tangaza neno la Mungu. Amen. 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 And so another helper, Holy Spirit, na Roho Mtakatifu mwingine unayoona, testify of Yeshua, Jesus Christ. Inamuonyesha Yesu Kristo, not for himself. Yeye mwenyewe. Give all the glory to Jesus. Mpe utukufu Kristo. Jesus give all the glory to Father. Naye Yesu Kristo akampe utukufu Mungu. Holy Spirit give all the glory to Jesus. Roho Mtakatifu apeane utukufu kwake Kristo. Amen. Because he is another helper, another counselor, same as Jesus. Kwa hivyo naye pia Roho Mtakatifu naye pia ni sawa sawa na Yesu. Amen. You not focus on gift of Holy Spirit. Hautaishi bila Roho Mtakatifu. Cast out demon, heal the sickness and the disease. You know, that kind of gift. Okay, let's say the lady, the mom has a baby. Baby need clothes. Unaona huyo anayepita na mtoto anahitaji chakula. Baby need milk. Mtoto anahitaji maziwa. Baby need diaper. Mtoto anataka pampers. Baby need bad clothing. Mtoto anahitaji pia mavazi mazuri. But if baby has a mother, it will be provided everything. Na hayo yote ni mama atafanya mtoto apate kila kitu. Without mom, bila mama, the baby cannot have anything. Mtoto hatapata chochote. But people focus on what mothers give. People focus on gift of Holy Spirit. Kwa hivyo nasi pia tuweze kutazamia Roho Mtakatifu ndiye atuwezeshe kwa yote. Which is important, Holy Spirit itself or gift of Holy Spirit? Kwa hivyo hatuwezi fanya pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Mom can give, which is important? Ni nini cha muhimu? God himself or the gift of God? Mungu mwenyewe amepeana kipaji cha uzima. If you have God, if you have Jesus Christ, he will provide everything. Amempeana Yesu Kristo aweze kutupa kile tunachokihitaji sisi. Gift of God can be given anytime he wants.
Kipawa cha Mungu kinaweza kupatiwanwa wakati wowote. God will show you He's the living God. Last day, God will touch every single one. Amen. What you need, you better prepare for that. Mungu, chochote kile unachokihitaji utakipokea kutoka kwa Mungu. God can give everything you need. Mungu anaweza akakupa chochote kile unachokihitaji. Amen. Amen. Don't just focus on what He can give. Focus on Himself. Wacha kuangalia ni kitu gani utakachokipata. Wewe tazamia yeye. Amen. So, Act 2:1, the church, body of Christ, was born on the day of Pentecost. The day of Pentecost, church was born. Wakati kanisa liweza kuzaliwa wakati siku ile ya Pentekoste. In Jerusalem. Pale Yerusalemu. Amen. Okay? You got to think about it. Gospel. Unastahili kufikiria juu ya injili ine. Offering of Jesus Christ. Kupeana kwake Kristo Yesu, matoleo. So, after sacrifice, kutoka kwa dhabihu, kutolewa kwa kama dhabihu, Holy Spirit came down. Roho Mtakatifu akashuka. So, after gospel, next is act. Baada ya injili tunapata matendo. After sacrifice, after offering, and then Holy Spirit comes. Baada ya matoleo, baada ya yote kukashuka na Roho Mtakatifu. You know that Elijah. Unajua Elijah? Elijah prepared the altar, Mount of Carmel. Alitayarisha hekalu. He prepared the wood, pieces wood for the altar. Akatengeneza madhabahu, akayatayarisha. And then fire comes from the heaven. Na moto ukashuka kutoka mbinguni. After sacrifice, baada ya matoleo, baada ya dhabihu, Holy Spirit come down. Roho Mtakatifu anashuka. So don't just expect worship itself. After successful worship service, you got to expect Holy Spirit come down. Usingoje chochote kitendeke. Baada ya mambo yote, mtarajie Roho Mtakatifu akushukie katika maisha yako. Amen. For what? For what? Kwa nini? Why you have to expect the Holy Spirit? Mbona mtarajie Roho Mtakatifu? Why Holy Spirit come down? Kwa nini Roho Mtakatifu akashuka? Why? Kwa nini? For your money? Kwa ajili ya pesa zako? For your business? For your wealth? What the Bible says? Biblia inasema nini kuhusu kushuka kwa Roho Mtakatifu? Tell me. Tell me. Why? Why you should have Holy Spirit? Kwa nini tuwe na Roho Mtakatifu? Tell me. Niambie ni kwa nini tuwe na Roho Mtakatifu? Why Holy Spirit came down? Mbona Roho Mtakatifu akashuka? Ni nani anaweza muambia kwa nini Roho Mtakatifu akashuka katika maisha yetu? Somebody raise your hand. Answer me. Inua mkono mwenye anajibu. Yeah, Holy Spirit is our helper. Why? Ndio, Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Kwa nini? Huh? To govern us. What? To read us. She is saying so. To the Holy Spirit to read us. That's read what us? she says, yeah. Yeah. That's what, he can do, but what the principle? Ni nini kiini hasa cha Roho Mtakatifu kushuka? To guide us. Huh? To guide us. Guide us. Yeah. Of course, he guide us. For what? Kwa nini? For your health? For your wealth? Why? Kwa nini?
we humble ourselves to Christ, so that He will send His Holy Spirit to come to us. Yeah, why? Why? Why Holy Spirit come down? Kwa nini? Why? We are supposed to be humble to Christ so that He can be with us. God Almighty can be us, be with us. Yeah, one of the reasons, but not main thing. I told you 100 times already. You don't even understand what I'm saying? Unanielewa ninachokizungumzia? What the purpose of Holy Spirit came down? Ni kwa nini Roho Mtakatifu akashuka chini? Huh? What? Huh? What she said? She is saying part of Christ.